Bwana Yesu asifiwe. Popote pale ambapo unatusikiliza asubuhi leo, ni wakati mwingine mzuri kabisa wa kujifunza kweli neno la Mungu. Ni wakati wa baraka na ushindi, na moja kwa moja asubuhi leo tutakwenda kuanza kipindi chetu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunasema asante kwa baraka neno lako Bwana. Tunasema asante kwa ukuu wako. Asante kwa ushindi na ubora. Asante kwa utukufu wako Bwana. Wewe ni hamasa yetu, wewe ni kimbilio letu, wewe ni ujasiri wetu. Ndani yako tunaishi Bwana, ndani yako tunaenenda, ndani yako tuna uzima wetu. Na asubuhi leo Bwana, tunasema asante kwa kipindi hiki. Mioyo yetu imefunguka kusikia kutoka kwako, kujengwa na wewe Bwana, kuinuliwa na wewe katika namna tofauti na pekee. Kila mmoja wetu ambaye anasikiliza, kila mmoja wetu ambaye anashiriki katika kipindi hiki, nguvu yako inamgusa kipekee asubuhi leo katika namna tofauti kabisa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Saka labo roboso rimashente liko soto roboso seka la baramanda rabosi. Asubuhi leo pale ulipo, nataka ufungue kinywa chako, mshukuru Bwana. Saka tele barabondo robosi pakteli karaboso kolobozira. Nitakwenda kusoma katika kitabu cha Isaya sura 2, mstari wa 2. Neno linasema, na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, na utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi. Na mstari wa 3, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njooni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria, na neno la Bwana katika Yerusalemu. Masokolo barabala borobo sidi boroba. Asubuhi leo tunaposoma mstari huu, tunapoanza maombi, nataka utumie mstari huu kama mstari wa kusimamia katika maombi yetu, kwamba katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima. Baleka rabolo borobo siti elemanda rabosira. Kwamba kanisa la Kristo litainuliwa na kutukuzwa dhidi ya kila mamlaka, dhidi ya kila utawala, dhidi ya kila falsafa, dhidi ya kila fikra na mtazamo. Maseka la poroba la basira. Dhidi ya kila nguvu, dhidi ya kila ushawishi katika jamii. Andiko linasema, na katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima. Sakata la borobos. Utathibitika. Na utainuliwa juu ya vilima. Malera borobos. Vilima hapa zikaashiria mamlaka, ushawishi fulani, ukuu fulani, enzi fulani, falsafa fulani, fikra fulani, tazamo fulani. Mazeka la borobos. Lakini mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa juu ya vyote hivyo, juu ya milima yote hiyo, juu ya vilima vyote hivyo. Malengra dika la borobos. Juu ya ushawishi wote huo. Sikaraba la borobos. Na mataifa watauendea makundi kwa makundi. Kumbuka mwaka huu 2025 tunaipeleka injili kwa kila mwanadamu, kwenye kila eneo ambako tukai kwenda. Kote ambako injili kwa kupenya, tunaipenyeza injili kule kwenye mataifa yote ya ulimwengu. Malarate la borobos. Kwa andiko hili lazima litimie mtumishi. Mengalena na nose petala faktose perakiri manda. Riposo flekata la barabazira. Fungua kinywa chako asubuhi leo. Tamka kwamba mlima wa nyumba ya Bwana unainuliwa katika ule mtaa ulioko, katika kile kijiji, ile kata, ile wilaya, ule mkoa ulioko, katika taifa la Tanzania, katika Afrika Mashariki yote, katika bara lote la Afrika, katika ulimwengu wote. Passa le parabotolo bondoro bozira. Rigeze praba genere bala barabos. Mangra felti hadan shel harbanda rakusa. Je pravala brabos. Mete velane manus. Biraba jigili mandarabos. Barabalini rimanda. Rosso pradiga jili mandarabozira. Zapariba jili mandarabasigili bokoro bala bazira. Sababu kwamba injili ya Kristo inawepesi kwenye kila mji. Raba soko lo barabala borobosira. Kwamba injili ya Kristo ina ushawishi kila mahali, katika utukufu, katika ubora, katika ukuu.
Kwenye kila kijiji ndani ya taifa la Tanzania, Balarabosikele barabozira, tuna vijiji zaidi ya 12. Ranconte flacte le pragaso lo pradea je pravala gratige le barabasige de bokoro balabarabazira. Tambo kwamba injili na penya kwenye kila kijiji. Manglo krente lengra dibo lobozira. Kwenye kila kaya, rosa prava larabase, kala nono. Kwenye kila kitongoji, shemprava telemande, si prodaje le parabale, kratolo paramanda, rabasike le manga, rabosike le barabazira. Kwenye kila wilaya, malengre di kalabazira. Tuna wilaya zaidi ya 180. Jebravangra, Vute, Jalena, Baradia, Saprada, Jela, Arabase, Rati, Riara Muruzia, Jepravacta, La Crotile, Krakatila, Marokosa, La Baradia. Oh, katika jina la Yesu Kristo. Balamanda rabalabazira. Neno hili lazima litimie mtumishi. Balabarabasigi libokoro balabazira. Mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa juu ya milima yote, juu ya vilima vyote. Utafanywa kuwa imara. Rabasigi libajala manda rabasigi libokoro. Kwa maana kwamba kazi ya injili kwenye ule mtaa wako, kwenye ile eneo lako inainuliwa asubuhi leo. Inatukuzwa wiki hii, mwezi huu, mwaka huu. Inawepesi kabisa. Rabajigi libokoro balabazira. Mataifa mengi yanakimbilia na kuja hapo katika mlima wa nyumba ya Bwana, hapo kanisani, hapo katika huduma. Rabajigiri bakuru balabasi menina jipalamanda rabazira. Ziburu bajigiri bakalabara manda rabalabasi. Buru balamanda rabalabazira. Rigijili manda rabalamanda rabasi. Puduzulu manda rabalabaziri baraba. Rikazala manga rabalabazira. Rimojolo manda rabasira. Bojolo manda rabasiga. Ribojala manda rabalabus. Gribajili paramanda rabazira. Si bravangra tijala manda rabalaborobas kripalo koshikele manda rosa pala nana manda rabazira riga jila manda rabala manda raborobos birama jigiri bakala barabazira. Oh, asubuhi leo tamu kwamba wale wote wanaopeleka injili kwenye ulimwengu wetu, mala manda rabasiri bukurolo missionary wote la rabalabazira, zile kazi zote za umisheni zina ubora, zinastawi sana. Mala mangara bolobozo zinafanyika katika utukufu, katika ukuu, katika ushindi. Rimojolo mandara balaba sigidi bokoro zinasababisha mavuno makuu ya nafsi, mavuno makuu. Japalangre vita la barabazira kwa makumi elfu, kwa mamia elfu. Raba sigidi bokoro balabazira kwa mamilioni ya watu. Malengra dika la bolobozira kwa mabilioni ya watu ulimwenguni mote. Ribo jala mandara bos biraba jigiri bakala mandara basonto lo mandara bazira. Oh, tamu kwamba injili ya Kristo inawepesi sana kwenye ulimwengu wetu. Raba sigiri bajala parabanda rakoto villaha shiha la rabashe riko zala paravante leprakte lingre kala mangara bolobozira. Hii ni sala kanisa. Ribo jala manda rabasigiri bokoro balabarabazira. Hizi ni zama za kanisa. Jepuru bala manda rabasigiri bokoro balabazira. Tabu kwamba kweli ya injili haizuiliki. Rama sokolo baravakte jante kataliko shakatele parakosa jepravala mangro kile prokozira. Kwenye kila taifa chini ya jua. Raba songra vala barabozira. Kwenye kila bara monto loko robozira. Kwenye kila kanda riko supre vankati jepro bala manda rabos gira bala manda rabala barabazira. Oh, shakala barabala bazira barabajigiri bajala manda rabazira. Rimojolo baramandi ribozala manda majindi bajala baramanda rabazira. Rimojolo baramazigiri bajala manda rabus gira bajigiri bajala manda rabozira. Borobala mankra dikala baramanda rabazira. Rimojolo manda rabasigiri bokoro balabazira. Birama jigiri bakala balabazira. Rimojolo boromanda rabalabasiga. Reko subra karani jele manda rabaziri bokura. Oh, tamu kwamba injili ya Kristo rama jili manda rabasigiri bokoro imefunika ulimwengu kama vile maji yanavyofunika bahari. Raba sikele bakala bolo bazira. Maarifa ya kweli ya injili mangra deka la para masikele barabazira yamefunika ulimwengu wote. Malengra vatele frakti jele hariema shikla para manderi kalabuza zibruda jili manda rabase metevela barabajindiri bakala baramanda rabazira zibrudo jili manda rabasigiri bokoro balabazira. Soma kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 14. Neno linasema, kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji yaifunikavyo bahari. Masala barabolo. Dunia itajazwa
kwa maarifa ya utukufu wa Bwana, kwa kweli injili mara manga rabosa kalabara basike libara bozige libokura, kwa nguvu ya Mungu iletayo wokovu bara balekratili manda rabosika, kama vile maji yanavyojaza bahari bara majika la prave ketira jiprida lenda ativa lenda sapara malamazira. Asubuhi ya leo tamu kwamba kweli ya injili imejaa kwenye majukwaa yote, jukwaa la redio, luninga, TV za mitandaoni, mitandao ya kijamii, rimozolo mandara basike lebakarabala bazira, kwenye mitaa yetu mbalimbali, kwenye mashule yetu, kwenye hospitali mara mondo robozira, kwa hivyo mbele vya usafiri rabaje pravala mandara basige bokoro, kwenye masoko yetu shakte la mangro dike le pravalo masebira je prapalara paratose pravare malamosa ramanda rabose kiraba la rosso pirada mandara bazira, kila mahali ambako watu wako shepravala mando robojira rimojolo mandara basigiri wakoro balabazira. Habari njema za ufalme zinahubiriwa kila mahali, kwa utukufu, kwa ushindi, kwa ubora mala mandara bazira, ikisababisha mavuno makuu ya nafsi bala ikileta uponyaji, ikidhihirisha utukufu wa Mungu, ushindi na ubora, ikidhihirisha upendo wake, neema yake. Lara basika la mandara bosia parabala badabazira rimojolo mandara basigidi bokor bala rabasikili badabazira barabolo mandara bosikili bolobozira. Tamu kwamba ishara, miujiza na maajabu vinasababisha ushindi, vinaambatana, vinalandana, vinaendana na mahubiri haya injili kila mahali, katika jina la Yesu Kristo. Watu wanaokombolewa kutoka katika vifungo mbalimbali, wanaponywa na kuishwa. Lara basike le manga rabolo badabazira, vipofu wanaona, viwete wanatembea rimojolo mandara basirviziwa nasikia, bubu wanaongea rako sokolo badabazira, wenye magonjwa mbalimbali wanatakaswa na kuponywa na kuishwa. Rabasika la mangro dika la maramozira parati la murumusa, wafu wanafuliwa parina jili mandara bos kirabala mandara baziri badaba jipramala mandara bala manda rusa kala badabazira ai shakala mandara baziri bukura. Libariki jina la Bwana pale ulipo asubuhi leo. Mwambie asante kwa kweli neno lake inayosambaa kila mahali. Mwambie asante kwa ukuu wa injili unaodhihirika kila siku itwa leo katika ulimwengu wetu. Lara majigili barabala bazira. Mwambie asante kwa sauti ya injili ambao haizuiliki wala haizimwi wala haifungwi. Mangra pale prako tuja le barabatu rigi bala manda da bala borobos pira mala manda da basira baraba jigili bakala barabasira barabulu mondo robos ay. Hallelujah. Bala mandara basigiri bokora. Libariki jina la Bwana asubuhi leo. Mwambie Bwana asante kwa siku njema ya baraka na ushindi. Na kweli ya injili inayokwenda kila mahali katika ulimwengu wetu. Wow. Kama ndo kwanza unafungua radio yako, karibu sana. Hii ni Amka na Rhapsody, wakati mzuri kabisa wa kujifunza kweli neno la Mungu. Siku ya Jumanne tarehe 19 Agosti 2025. Wow. Tumekuwa na wakati mzuri kabisa. Unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo 0736 000999. Hai. Tunafurahi sana kusikia kutoka kwako asubuhi leo kile ambacho Bwana anafanya katika ulimwengu wako na ile kweli ya neno la Mungu ambao unaipokea na kuisikia. Aya, pala raka sila barabazira. Nilikuwa tukiomba kwa ajili ya injili, haleluya. It's one of those subject ambao kila nikisikia mimi lazima niwe na hamasa na shauku sana. Unajua kazi ambayo ina utukufu zaidi. Nasema matunda yake unayaona hapa na katika ulimwengu unaokuja. Ai. By the way, kwa wale ambao wanatusikiliza, Ijumaa tuko hapa. Nasema naomba niseme rocket full. Tukio tumejaa vizuri kabisa kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 4. Tutakuwa tuna program nzuri sana inaitwa A Night of 1000 Crusade. Yaani ni usiku wa mikutano 1000 ya injili. Yaani kwa kifupi ni hivi. Kwa hii Ijumaa
tarehe 22 Ijumaa wiki hii kuanzia saa 5 asubuhi. Sawa? Kuna mikutano inaendelea duniani ya injili kila mahali kwa masaa 24. Kama hujanisikia vizuri, ngoja nirudie tena. Ijumaa tarehe 22 kuanzia saa 5 asubuhi ya Afrika Mashariki kuna mikutano zaidi ya 1000 inayoendelea live kwa masaa 24 maeneo mbalimbali duniani. Yaani jamaa walioko China, India, Bangladesh, Burma, you name it, Japan, Korea, kote huko. Sawa? Wao wanaanza mapema kwa sababu kwetu kusini saa 5, yani inaanza kama saa 12 fulani hivi kwa kule kwao saa 11 jioni saa 10. Kwa hiyo inaendelea mpaka kesho yake tena saa 5. Kwa hiyo kila mtu anachagua kipande chake cha muda kulingana na mazingira aliyoko na wakati. Unajua time zone tofauti. Ikiwa kwetu saa 5 asubuhi, watu mfano walioko Nigeria ni saa 3 asubuhi. Watu walioko India ni masaa 5 kutoka kwetu sisi. Kwa hiyo ni saa 5 asubuhi, wao tayari ni saa 10 jioni. Unaweza kuona kuna tofauti wa muda. Yes. Sasa kwa masaa 24 kila ungesema makanisa yetu members wanaorganize mikutano ya injili kwenye eneo lao kwa kadiri ya ungesema ya imani yao na utendaji kazi wa roho ndani yao. Kwa hiyo kama mkutano wako utakuwa na watu 4 sawa, 20 sawa, 100 sawa, 1000 sawa, 5000 ni wewe. Kama utakwenda kwenye luninga, utakwenda kwenye redio, kama utakwenda mtaani kabisa, utakwenda kwenye kiwanja cha mpira ni wewe. Kama utakwenda hospitalini, shuleni, popote ile mradi unakwenda pale kushare neno. Siku hiyo fanya hivyo. Sawa sawa. Nimekwambia hivi mwaka huu 2025. Narudia kabisa, hii nataka uweke kwenye records proper. Ili nile somo ambao kila nikilishare kwanza kwa mmoja au nyingine alolio ndo anakuwa studio. Ai, bala rakasaka bala baya. Mathayo 24:14. Neno linasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Dumishi. Nilikwambia sasa kama kuna wale wanaojua wenye ile elimu ya uwekezaji, kuna kitu kinaitwa short sell. Enda ka Google, kwa wale ambao wanajua Kiingereza enda ka Google maana short sell. Sasa sisi tunahakisha huu mstari, nataka nitumie hiyo lugha kwamba tuna short sell. Yaani tunahakisha huu mstari huu timiza. Wengine wanafikiri muda unabidi uende mrefu ndio utimie. Yaani kuna watu ambao kusoma ile andiko wanaona halitawezekana. Halitatimia. Bado sana. Tuna miaka mingine mingi, labda 100 ijayo. Nataka nikwambie mtumishi, mwaka huu ile andiko sisi kama huduma tunatimiza. Sasa fikiria kama huduma moja imeshaweka lengo na mpango wa kutimiza ile. Alafu bado kuna huduma ngapi duniani ambazo zinahubiri injili kila siku? Kwa sababu neno lake alilolisema lazima litimie. Maandiko yanasema neno lake haliwezi kumrudia bure. Likitumwa linaenda kutimiza kile lililosema. Kwa kama Bwana amesema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, lini hili jambo linatimia? Angekuwa anajua kwamba jambo hili haliwezekani, asingelitamka. Bwana azungumzi tu ili mradi. Neno lake ni kweli. Ni moja ya kitu cha muhimu sana lazima uelewe. Akisema ndio, hapana. Yaani neno lake ni mwisho, ni final, ni sheria. Kwa akisema jambo hili, yaani akilifunua jambo, ina maana anataka tujione sisi wenyewe katika hilo jambo na tutembee katika hilo jambo. Maandiko yanasema yale yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Yale yaliyofichika ni siri ya Bwana. Kwa kama Bwana asingetaka jambo hili litimie, asingekuwa na haja ya kulifunua, asingekuwa na haja ya kulisema. Lakini amelisema kwa sababu anataka tufaidike nalo.
tujiposition, tujiweke katika sehemu sahihi kulitimiza. Wao mtumishi mazika la bada bolo bosira bada baya ai mazika la bada bazira. Ndio maana mara mwisho nilikwambia hivi, wale ambao wanasema long term plan miaka 20 mtumishi think very well, yani fikiria tena, plan vizuri mtumishi. Usiwe kama yule jamaa unafahamu yule tajiri mpumbavu Biblia. Mara nyingi watajiri wataki kuitwa hilo jina, lakini kuna matajiri ambao ni wapumbavu ambao hawajui wakati wa kujiliwa kwao. Jamaa anasema nitakaa nile na kunywa, sio nivunje gala zangu nijenge upya nitulie. Yani nasema tulipokuwa wadogo kuna eneo lilikuwa linasema kula kuku kwa mrija na kunywa soda kwa uma kabisa. Ai masika la baya. Wakati wanawaza hivyo Bwana akasema mpumbavu wewe, ujui leo hii wanaitaka roho yako. Tumishi, embu panga upya vipaumbele vyako kwenye maisha. Elewa hatuna muda wa yaani mambo hayataenda kama unavyofikiri kwa muda mrefu unavyowaza. No. Huu kurasa wa kanisa mtumishi is about to be wrap up. Yaani tuko mwishoni kabisa. Ni kama vile tunafunga yale yaliyobaki. Kwa hiyo tunahakikisha hii injili inaenda kote ambako haikuweza kwenda. Wewe kwenye ulimwengu wako wangapi ambao unawapelekea injili kwa kudhamiria na kukusudia mwaka huu? Juhudi zako za makusudi za kupeleka injili mwaka huu 2025 ni zipi? Au unasema Bwana akitaka, Bwana akipenda nitapeleka? Tumishi, Bwana anataka, Bwana anapenda na ameshafanya kila kitu kinachopaswa kufanya ili injili iweze kwenda kwenye ulimwengu wetu. Hebu fikiria na kuuliza swali kila siku. Kuna platform kama hii mfano ya radio. Ndio. Unaweza kuhubiri hapa injili. Jana juzi Jumapili tumesikia mtu amekutoka Katavi ametusikiliza. Kuna mtu yuko Mwanza asubuhi anasikia. Kuna mtu yuko Arusha, Dodoma, Mbeya, Morogoro, Pwani hii yote, Dar es Salaam, Zanzibar. Haya, kwenye mtandao wote popote duniani anaweza kusikiliza. Ni wakati gani katika ungesema historia ya dunia ambao ingewezekana wewe usimame sehemu moja uhubiri injili watu milioni 7 wakusikie, milioni 8 wakusikie, bilioni 1 wakusikie? Hebu fikiria Paul. Sawa? Tume Paulo angekuwa na platform kama hii. Balaraka sikalabaya. Yaani yuko jela anaandika barua zinasambazwa kwenye makanisa mbalimbali zinasoma akiwa jela. Barua hiyo ambayo leo hii wewe na mimi tunaisoma. Alafu unampa platform, unamwambia akisimama sehemu moja ulimwengu mzima unamsikia. Ai. Nikwambia hichi kitabu cha Rhapsody of Hakika kinatafsiriwa kwenye lugha 8123. 8000. Alafu unafikiri ili andiko Mathayo 24:14 litatimia? Mimi nakwambia kwa ambaye anafikiri hivyo ni kwamba hajajua hajajua Bwana anachofanya. Na mara nyingi yule ambaye hajui ni yule ambaye hahusiki. Unajua maana yake? Yaani kama huko busy kufanya kazi na Bwana, utakuwa unajua mambo yako. Sio kuelewa. Utajua bado sana. Ala rakasika la barabazira. Nakutia moyo mtumishi. Sio kama nakusema, unasema mtumishi, mbona umeanza kutusema tena asubuhi? Sikusemi mtumishi, nakukumbusha kwamba embuka katika kile ambacho Bwana anataka ukifanye mtumishi. Anapokuja kulichua kanisa akukute unatumika, unahusika, unasababisha injili iwe na wepesi kwenye ulimwengu wako. Naomba nikupe hii challenge nzuri. Juu ile challenge, haleluya, kuna challenge kwa tunaendelea nayo ya kunena kwa lugha dakika 30. Yes. Ningependa kusikia asubuhi ya leo kwa wale ambao watatumia message. Wangapi wamekuwa wakifanya hii challenge kila siku? Wakitumia dakika 30 za kunena kwa lugha kila siku. Kama ni mmoja wapo ambao unatusikiliza na umekuwa ukifanya hivyo, tafadhali tutumie message katika namba yetu 0736000999. Nitapenda ile message za kwanza naanza kusoma nazo kuzisoma leo wakati wa kupitia message. Lakini pia challenge nyingine ambayo nataka nikutie moyo ni kwamba tuna hii program Ijumaa kuanzia saa 2 usiku. Naomba uambie watu 10 tofauti
waweze kusikiliza redio yao hii Ijumaa kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 4. Kwa ile program ambayo tunayo. Watu 10 tofauti ambao hujai kuwaambia kabisa. Yaani ni ndugu, jamaa, rafiki, ni mfanyakazi mwenzako, mfanyabiashara mwenzako, ni jirani yako. Mwambie awashe redio yake saa 2 usiku siku hii ya Ijumaa tarehe 22 kusikiliza redio hapo. Amen. Tutafurahi sana kuona watu wapya tofauti. Hiyo ni moja ya evangelical works unafanya. Yaani ni moja ya kazi ya uinjili unafanya, unapeleka injili. Kumbuka Petro huyu unayemjua huyu Petro, kaka mdogo wake ndiye alimleta kwa Kristo. Anaitwa Andrew. Yes. Yaani Andrea. Ndio alikuwa mmoja wa wale wa mitume wa kwanza wamekutana na Bwana. Akakimbia kwenda kumita ndugu yake akamleta. Na Petro anamjua kuwa yule pila. Wewe kuna ambaye wewe unamleta kesho anakuja kuwa bishop. Ndio. Anakuja kuja kuwa mkubwa kabisa lakini wewe ndio umemleta. Usingemleta wewe injili siko na pesa. Kabisa. Somo la leo linasema Jumanne tarehe 19, injili inapaswa kuwa lengo lako la msingi. Sawa mtumishi? Injili inapaswa kuwa lengo lako la msingi. Andiko la ufunguzi ni Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo yote mtazidishiwa. Bala basidi baraba. Kuna watu sasa hivi wanatafuta kwanza yale mengine alafu ufalme wa Mungu baadaye, sio hivyo? Andiko linasema bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Nakumbuka kuna wakati kuna mtu aliniuliza, "Wewe mbona umeokoka ukiwa mdogo hivi?" Watu wanaokoka wakiwa wameshaishi maisha duniani huko wamechoka. Wakifika pale mwishoni ndo wanarudi kwa wanaokoka sasa. Bala karaba sila. Wewe kwambie mtumishi, kama ukumkumbuka ukiwa kijana utamkumbuka ukiwa mzee. Nakuhakikishia. Iko hivyo. Kuna watu wanasema ile siku ya mwisho ile ndo nitatubu. Mtumishi, nakwambia nafasi ya namna hiyo ukisema kwenye scale ya 1 mpaka 10, hata moja haifiki, yani ni 0.5. Kwa sababu haukuwahi kuwa katika huo mwendo mtumishi. Haitakuwezekana kwako kukumbuka hilo jambo pale ile siku ya mwisho. Haitawezekana. Biblia inasema yeye ambaye ni mwaminifu kwenye madogo. Kama haya maisha tu ya kawaida hukuwa mwaminifu, ile siku ya mwisho utamkumbuka. Mtoto wa Mungu anza kusema hivi, injili ni kipaumbele cha kwanza cha Mungu. Ni jambo la muhimu sana kwake kwa sababu ndani yake, yaani haki ya Mungu imefunuliwa kupitia injili. Hiyo ni Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Injili ni jambo la muhimu sana, ndani yake imefunuliwa haki ya Mungu. Ile hali ya kumhesabia mtu haki ambaye hakustahili, lakini kwa sababu ameamini katika kile ambacho Kristo alikifanya, basi anahesabiwa haki. Mtoto wa Mungu anasema alileta uhai na kutokufa kwa njia ya injili. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 10. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 10. Kwamba uhai, uzima na kutokufa vimefunuliwa kupitia injili. Immortality. Somo zuri sana tumewahi kujifunza hili hapa, kwamba injili inapohubiriwa mtumishi, mauti inakimbia. Nuru inakuja. Uzima unakuwa wazi. Biblia inasema kwa maana kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa hiyo kupitia injili haki inafunuliwa, inawekwa wazi. Uzima na kutokufa. Magonjwa yanakuwa hana nafasi ndani yako kuathiri mwili wako. Lakini pia uzima wa milele, ile aina ya asili ya Mungu inakuwa dhahiri. Ndio maana andiko hapa linasema ili kila amwaminie asipotee. Usipotee milele mtumishi, bali uwe na uzima wa milele. Uwe na aina mpya uhai, aina mpya uzima ndani yako. Vyote hivyo vinakuja kupitia nini? Injili. Ndio maana injili ni muhimu. Ndio Mungu anasema Mungu alimtuma Yesu aje kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu ili wakimwamini wawe na uzima. Kwa ulipoamini kuna kitu ulipokea. Inawezekana ulikuwa hujui. Lakini sasa leo ndo nakukumbusha kwamba ulivyoamini, je, unajua kwamba ulipokea kitu? Ni kitu gani ulichokipokea? Uzima wa milele. Sio utapokea. Kuna watu wanajua tunapokea uzima tukifika mbinguni. Unapokea hapa sasa hivi mtumishi. Biblia inasema ukimwamini unapokea sasa hivi. Kwa hiyo uzima wa milele uko ndani yako.
Mtoto wa Mungu anasema hakuna kitu muhimu zaidi kuliko hicho. Hii ndiyo sababu lazima ufanye injili kuwa kipaumbele chako. Ihubiri kila mahali kwa bidii na kwa shauku ya Roho. Injili inapokuwa kipaumbele chako, maisha yako na kila kitu kuhusiana wewe hufanyika kuwa kipaumbele cha mbinguni. Najua kwa aliyekuwa amelala ameamka sasa hivi. Sababu mwingine anasema, unajua wale watu wenye maombi anasema me, I and myself. Yani mimi mwenyewe, angu, vya kwangu, cha kwangu, wa kwangu. Akisikia hapa lazima kabisa. Ai, balaraka sika la barabai. Bwana. Nasikia kucheka. Tunasema hivi, injili inapokuwa kipaumbele chako, maisha yako na kila kitu kuhusiana na wewe hufanyika kuwa kipaumbele cha mbinguni. Yani hivi, hautakuwa na haja kupambana, bwana nataka hichi, mbingu yenyewe inakuwa imesimama na wewe mtumishi. Balaraka sakabaya. Nyumba yako inakuwa makao makuu ya Mungu, kituo chake cha operesheni au cha utendaji. Nyumba yako imekuwa headquarter, HQ ya Bwana. Malaraba sikalaba. Kituo chake hicho. Yes. Sio kwa kulia, bwana njoo kwangu. Kuna kitu unafanya. Yaani kama hujalia, wale malaika wako hapa wanasema haleluya, tuko hapa. What do you want? Balaraka sikalaba rabai. Mtoto Mungu anasema nyumba yako inakuwa makao makuu ya Mungu, kituo chake cha utendaji au cha operesheni, na malaika wake wakiingia na kutoka wakati wote wakitimiza majukumu ya kiungu. Yaani pale nyumbani, kwenye biashara yako, angels they are there mtumishi. Malaika they wako pale wakifanya operation. Kwa sababu gani? Injili ni kipaumbele chako. Kumbuka Biblia inasema angels, malaika ni roho hudumuzo kwa ajili ya watakatifu. Wako wanahudumu pamoja na sisi. Kwa sababu injili umeipa kipaumbele, mbingu yenyewe inakupa kipaumbele. Kuna testimony moja hapa ya dada mmoja, mama actually mtu mzima. Ndiyo. Giver, mtoaji mzuri sana. Sasa alikuwa na support kazi mtoto wa Mungu kutoka Chris back then huko Nigeria. Kwa alitoa big time, yani yule mtoaji. Tumishi. Naomba nitumie ile neno, hujaona mshiko. I say, kuna watu wanatoa mpaka unajiuliza mtumishi, hivi mimi tunaenda mbingu moja na huyu mtu au? Unapata wasiwasi kabisa. Sasa katika moja ya vitu ambavyo alikuwa kuna kazi ya injili ilikuwa inafanyika, kuna mkutano mmoja wa injili mkubwa sana. Ndio. So kanisa lilikuwa lina raise hela big time huku na kule, a lot of money. So aka commit hela fulani next level. Sasa baada ya pale she had a visitor. Yani kuna angels wawili walimtembelea wakamwambia tumetumwa for a special assignment kwa ajili yako. Sawa? Tuambie what do you want? 3 things. We are here to do them. Yani vitu vitatu unavyohitaji tuko hapa kuvitimiza. Sasa moja ya kitu alichokisema, alikuwa na land, ana ardhi sehemu fulani na shamba lake kubwa amenunua maeneo fulani hivi. Akawaambia wale angels waende waeke mafuta, oil, yani petroli. Sawa? Kwenye hilo eneo, unajua Nigeria wanachimba mafuta. Sasa ana ardhi sehemu fulani huko ambako sehemu wanachimba. Akasema wewe naenda kaika put oil pale. Edi swali hicho nasema tutaenda, wakamwambia consider it done. Yani swali limekamilika. Yani swali imeisha, yani kwa kifupi imeenda hiyo. Mtumishi. Anyway, ndio kuambia story yake baadaye. Yani hivi offering yake Jumatano kwanza atoe offering cash. Sababu huo mzigo akija nao mtakimbia pale kanisani. Yeye anatoa kwa check. Injili kwa kipaumbele.
kuna vitu ambavyo ulimwengu haujawahi kuona tena wala kusikia kuhusiana na wewe. Ndio Mungu anasema hivi, fanya injili kuwa kipaumbele chako cha kwanza, na kila wakati utatembea katika riziki za kiungu. Ndio ile eneo. Ndio riziki za kiungu, ugavi ambao mbingu inahusika kusababisha uje kwako. Mara tu unapotamani kuwa na kitu, mbingu inakileta kwako. Umesikia hili? Yaani ukiwa na hamasa na shauku, like bam, imeregister, yani things are here. Kwa hiyo upambani kuomba, naomba hichi, nataka kile. Ndio Mungu anasema kwa nini? Kwa sababu malaika wanakuwa wameamriwa kutimiza maagizo thabiti na kuhakikisha kuwa kila kitu unachokihitaji kinaletwa. Kama vile mwimba Zaburi alivyoandika, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unawezekana ukoje kusoma Zaburi katika huu mtazamo. Sasa ndo maana ya Zaburi. Hii sio kunukuu tu mtumishi. Kuna namna ya kuifanya iwe pap kabisa. Yaani ukiisema ni kwamba hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa sababu moyo wako umeuweka pale kuhakikisha kazi yake inatimia. Nimekwambia hivi, mbingu zitasimama na wewe kuhakikisha jambo limetimia. Soma kwenye maandiko, kuna wakati Farao akiwa anawakimbiza wana Israeli, sio? Bwana ametenda muujiza, bahari imepasuka, wamepita. Farao akaamuru jamaa waingie baharini kuwafuata. Sio hivyo? By the time inafika ni asubuhi, yani ndo kama vile kuna pambazuka, wana Israeli wameshapita wote. Sawa? Alafu wale wanasema ile miamba ya Misri imeingia, imefika katikati. Bila nasema Bwana akachungulia kutoka katika ile nguzo ya moto. Ambao upande wa pili kwa ni giza kwao. Huku ni moto, kule ni giza. Akamwambia Moses, I have them for breakfast, balaraka saka balabaya. Kuna kitu ukisoma pale yasema, yani Bwana akaconfront, confound, yani kama vile yani akawafedhesha ilo neno. Bila sema yani akafanya yale matairi ya zile gari za farasi zile zinazovutwa na farasi yawe mazito, akayachomoa kutoka zile Excel. Nenda kasoma vizuri. Yani hivi yani mbingu ilishuka kudeal na wale jamaa pale. Yale matairi ya zile gari zinazovutwa na farasi ghafla yakawa mazito, yakachomoka. Nenda kaangalia, utaona wambisi wakalia, wakasema like, yani Mungu wao anapambana na sisi, they are like, tugeuze turudi. Unageuzea wapi mtumishi? Upo katikati ya bahari. Mazika la barabosuka. Bwana anambia Moses, nyosha mkono mtumishi, rudisha ile maji. Allah rakasaka baya. Aise. Na hapo Misri imeleta jeshi lote. Imagine. Yani lile kubwa, lile elite force, yani ile jeshi lako ambalo ndo cream the cream iko pale. Watu wa kuaminiwa kabisa. Alafu sasa ilivyokuwa, yani Farao yuko upande wa pili anaona, yani it's like yani unaona pale mbele ya macho yako kile kinacho yani unajua bora hata uende na wewe uondoke ili usiwe na machungu ya kuwaza. Kwa kweli. Kuliko ukakaa ukaona unapoteza watu wote hao. Kwanza ameshapoteza mtoto. Sawa? Hapo ni few days bado ana majonzi ya mtoto wake wa kwanza ameenda. Nao Bwana amekuja kumuonyesha kwamba I am the one. Kwa hiyo mtumishi, kuna kitu inaitwa mbingu inafanya kazi na wewe. Ndio Mungu anasema zaidi ya hayo, injili inapokuwa kipaumbele chako, malaika watakatifu wa Mungu hufanya kazi na wewe na kutegua vipingamizi na kumfanya adui ashindwe. Ndio hicho tunachoongea. Sawa? Kwa sababu injili ni kipaumbele, angels wako pale kukulinda, kutegua ile vile vipingamizi na mitego yote ya adui. Biblia inasema mabaya hata kupata wewe, wala tauni haitakukaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Zaburi 91 mstari wa 10 mpaka 11. Kwa sababu si unahusika kwenye kazi ya Bwana, mabaya hata kupata wewe. Tauni, ule ugonjwa unaoharibu ghafla
kwenye mji, kwenye eneo, hautakukaribia hema yako, hautakaribia nyumba yako. Haya ndio maisha ya mtu anayeleta watu kwa Yesu. Malaika wa Mungu daima hufanya kazi kwa niaba yako ili kubonyeza vitufe sahihi. Na kuhakikisha kuwa mambo yanaenda vizuri kwa faida yako. Tunaitwa vitufe sahihi mtumishi. Right buttons. Malaraka sikaba. Ulikuwa umefanya application kwenye ofisi fulani, ukifika pale wanakupokea kama vile umefanya kazi pale miaka 10. Fursa inakufuata mtumishi, na gonga hodi kwa ajili yako. Kwa sababu gani? Injili kipaumbele. Sasa ukiambiwa nenda kuhubiri injili unasema sina hichi sina kile. Mtumishi haianzi na kuwa na hichi na kile, unaanza kufanya kile ambacho Bwana amesema kwanza. Kabisa. Andiko la kwanza la ziada, masomo ya ziada ni Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 16. Yaani unasema, maana ijapokuwa naihubiri injili sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti, tena ole wangu nisipohubiri injili. Umemsikia po? Anasema ole wangu nisipohubiri injili, nimewekewa sharti. Kwa kwake kuhubiri injili ni lazima. Yaani sio kitu ambacho una negotiate, nikitaka ngoja nifikirie. Kwake ni ole. Yaani ni amri, like lazima uamke uende. Andiko la pili, Wakorintho wa pili 5:18-19, neno linasema, Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 18 mpaka 19, inasema, lakini vyote pia vinatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupatia huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa ndani yako leo kuna neno la upatanisho mtumishi. Amen. Kwa lazima ufungue kinywa chako na ukazungumze pale. Useme mtumishi, naenda kuongea nini? Naenda kaongea kile ambacho Bwana ameweka ndani ya moyo wako mtumishi. Anzia pale ulipo. Andiko la mwisho ni Marko sura 16 mstari wa 15 na 16, inasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa lazima utoke uende mtumishi. Hiyo ni amri kuu umepewa. Kila mmoja wetu anaweza kusema hii swala la kuhubiri la mchungaji tu. No, kila mtu anapaswa kwenda. Fanya sala hii asubuhi hii pamoja na mimi. Ufanye ukiri huu, sema, injili ni kipaumbele changu cha kwanza, na ninahubiri kila mahali kwa shauku na kwa bidii ya Roho. Na matokeo yake malaika wanatenda kazi kwa ajili yangu, wakihakikisha kwamba ninapata yote ninayohitaji. Ninatembea katika ushindi, nikijua kuwa hakuna silaha iliyofanywa kinyume changu itakayofanikiwa. Ninafanya kazi kwa hekima ya kimungu na neema, nikikuza ufalme wako duniani kwa jina la Yesu. Amina. Malaraka sikili barabasira. Tunakuza ufalme wa Bwana duniani kila mahali. Asubuhi leo inawezekana hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako. Ningependa kukupa fursa hii na nafasi hii wakati huu ufanye sala hii ya wokovu pamoja na mimi. Sema, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Kwa kufanya sala hii asubuhi leo, elewa kwamba ni kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na maombi haya ni kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa wale wote ambao asubuhi leo wamemwamini Kristo kwa mioyo yao na kumkiri kwa vinywa vyao. Wanatembea katika upya uzima, wanatembea katika ubora, katika ushindi na utukufu. Yule adui hana madai yote dhidi ya maisha yao kuanzia leo hii. Asante Bwana. Na bariki kwa roho wako, na bariki kwa neno lako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu sana. Unaweza kupiga simu yako sasa au kuwasiliana nasi katika zile namba 0736000999. Tutapenda kusikia kutoka kwako, especially wale ambao nimekwambia umekuwa ukifanya prayer ile ya dakika 30 kila siku pamoja na kama ambao tumekubaliana kunena kwa lugha. Hebu tuambie
nini ambacho kimeshaanza kutokea. Tunakaribia sasa kama siku ngapi chache tu kabla hatuja, kama siku 10 hivi. Leo tarehe 18, right? Tarehe 19 leo, sio? Leo 19, kwa tayari tuna siku kama 9 hivi mpaka tufikie ile tarehe 28 ambayo ilikuwa itakuwa ni mwisho wa ile challenge, angalau tupime matokeo yamekuaje. Amen. Sawa. Haya. Kuna msikilizaji hapa, tumpokee. Amina. Hello? Amina. Msikilizaji, hello. Shalom, Bwana asifiwe. Sawa, karibu. Ndio. Amina. Barikiwe sana. Asante sana. Haya, msikilizaji, nambari ya kutuma ujumbe mfupi na kupiga ni 0736000999. Kuna msikilizaji hapa. Hello. Hello. Amina. Amina. Karibu, tunaongea na nani? Ndio, tunakupata. Wow. Amina. 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 Ubarikiwe sana kutokea hapo. Asante sana mtumishi. Haya, kuna msikilizaji mwingine hapa. Hello. Karibu sana. Tafadhali punguza sauti ya redio. Nimewapata vizuri hapo studio leo mtumishi. Ndio. Hakika ndani yake tunaishi. Amina, amina. Pastor Steve. Ndio za kwako mtumishi. Karibu sana. Mimi naanza kuongea na watu wangu, majirani zangu mapema sana kwa ajili ya program. Amina. Amen. Barikiwe. Thank you sir. Amina, ubarikiwe sana. Amen. Wow. Haya. Pastor Steve leo kwa wapi mtu wa Mungu? Nipitie jumbe hapa, anasema zoezi la kunena nalifanya sana. Haya, huyu mwingine anasemaje hapa? Anasema challenge accepted. Haya. Asante sana. Amina. Haya, huyu anasemaje hapa? Hello. Karibu, tunaongea na nani kutokea wapi? Naongea na Shukuru kutoka Dodoma. Karibu sana Shukuru. Thank you Shukuru. Amina mtumishi. Njema kabisa. Nashukuru kwa chakula cha rohoni. Amina. Najifunza mambo mengi kupitia Biblia. Amina sana mtumishi. Amina. Ubarikiwe sana kutokea Dodoma. Thank you sana. Asante sana. Amina. Amen. Haya, msikilizaji mwingine hapa. Hello.
Halo. Karibu, tunaongea na nani kutokea wapi? Karibu sana Felista. Okay. Ndio. Amina. Oh. Amina. Amina. Amen. Barikiwe sana kutokea hapo. Thank you. Asante sana. Amen. Asante sana. Amen. Wow. Amina, ubarikiwe sana kutokea hapo Felista. Sawa. Nitakutumia kwenye message, hamna shida. Haya, sawa. Amen. Sawa. Okay, unaweza kuchangia kipindi hiki kiendelee kuwepo hewani kupitia lipa namba zifuatazo 50165653. Nilipa namba ya Vodacom hiyo. Ukifanya hivyo Mungu atakubariki sana kwa kuweza kusababisha injili iweze kuwa na wepesi kwenye maeneo mbalimbali. Lakini pia vitabu vya Rhapsody of God vinapatikana hapa kwa maeneo ya Mbezi Beach, hapa kwa BCAC katika bookshop. Unaweza kupata nakala yako ya mwezi huu wa 8, lakini pia ndani kuna nakala za mwezi wa 7 chache unaweza kupata. Na kwa yule ambaye labda alikuwa anataka nakala ya mwezi wa 7, nadhani kuna few copy ambazo nadhani nikampatia kama 3-4 zimebaki. Na pia kwa wale ambao wako maeneo ya Kibaha kwa Pastor Patrick, nadhani bado kuna nakala inawezekana. Kama ambaye hakuweza kupata nakala maeneo ya Kibaha, Mlandizi, kwa Matias, unaweza kupata pale kwa mchungaji Patrick pale maili pale Picha Ndege. Siku yako iwe njema, iwe ya ushindi sana na ubora. Kumbuka programu yetu siku ya Ijumaa, endelea kuitangaza, endelea kuiombea. Tutakuwa na wakati mzuri sana wa ushindi na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu kwa huduma yako njema. Amina.